Bwana Yesu asifiwe hapo ulipo. Ninapenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi ambayo ametupa tena siku ya leo toka tulipoachana siku ya tarehe 26 ya mwezi wa 12. Na tunamshukuru Mungu tena kwa sababu ametupendelea tena, ametupa nafasi nyingine. Lakini nipende kumshukuru Mungu pia na kukutakia heri ya mwaka mpya wa mwaka 2026 mahali ulipo. Na sisi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako, na ikiwa umepata nafasi ya kutuendelea kutusikiliza, na sisi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako na kulibariki jina la Bwana. Unayeongea naye tena na unayemsikiliza saa hii katika kipindi hiki cha leo ni Mwalimu Thomas Mhina, mwalimu wa neno la Mungu la Biblia. Na sisi tunamshukuru Mungu sana na tunakusalimu kutokea hapa mjini Chato, Geita. Tunalibariki jina la Bwana na kulitukuza kwa ajili yako ambaye unaendelea kupata nafasi ya kutusikiliza na kufuatilia mafundisho ambayo Mungu anaachilia ndani ya mioyo yetu kwa ajili yako ambaye unaendelea kutusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi ya pili ya somo ambalo tumekuwa nalo tarehe 26, ambalo tulikuwa nalo toka tarehe 25 pia. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba ametuletea somo tena. Ametuwekea kitu kingine ambacho ni muendelezo wa ile somo la kwanza ambalo tulikuwa nalo. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya pekee sana aliyotupa. Kwa kabla sijapata nafasi ya kukuletea habari ya ujumbe wa neno la Mungu ambao Mungu ametusemesha hapa, nipende uinamishe kichwa chako mahali ulipo au funike macho yako kama yatakuletea shida, nipate kumshukuru Mungu. Baba, ninakushukuru tena kwa ajili ya nafasi hii uliyotupa. Asante Mungu wetu kwa sababu tuko live mbinguni, tuko live duniani. Asante Mungu wetu kwa kutupa nafasi hii ya pekee, Bwana, ili Mungu tupate kusikia kutoka kwako na tupate kupokea kutoka kwako chakula. Asante Mungu kwa meza ambayo umetuandalia tena, Bwana. Adui asingetamani tule tena leo, lakini Mungu wewe umejaa rehema na fadhili, Bwana. Umetutazama ukatukumbuka tena, ukatuletea mana fresh ili Mungu tupate kula na kunywa mbele zako, Bwana. Asante kwa kuwa umetuzingiria na wigo wa Roho Mtakatifu, Bwana, ili adui asipate kukaribia kwenye meza, ili adui asipate nafasi kwenye meza. Nina kila sababu Mungu ya kukushukuru, Bwana Yesu. Ninaomba Mungu umfungue yule anayepata nafasi ya kunisikiliza saa hii, Bwana. Fungua masikio yake, fungua ufahamu wake, fungua akili zake, Bwana, ili anaposikia Mungu aweze kuelewa na maandiko, ili anaposikia Mungu aweze kuelewa kitu ambacho Mungu unasema naye. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninapeleka damu ya Yesu pale nyumbani alipokaa nasikiliza pale kwenye kochi, katika jina la Yesu pale ofisini, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yuko barabarani, katika jina la Yesu Kristo ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, iliyo damu ya agano, Mungu wangu, ipate kumtakasa, Bwana, ili Mungu aweze kusikia kitu ambacho namsemesha saa hii, kitu ambacho nasikia saa hii, Bwana, wapate sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hawavuke mahali ambapo Mungu amekwama. Nijalie nami mtumishi wako niseme neno lako katika hekima yote na ujuzi na ufahamu wote wa rohoni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba nguvu zako zitufunike, Mungu, saa hii tunapopata nafasi ya kusikia neno lako, katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru, Bwana Yesu. Amen. Amen. Unaweza ukasema amen mahali uliko. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi ambayo ametupa, na nipende tu kukukumbusha kwamba tumepata nafasi angalau ya kusema na wewe na kukuletea habari ya ujumbe wa neno la Mungu. Nimekwambia tarehe 26 tulikuwa na somo ambalo lilikuwa ni mfululizo wa masomo, lakini na lina muunganiko na ili somo ambalo naenda kukuletea leo. Na somo ambalo tulikuwa tunalitembea nalo lilikuwa linasema aina za msaada wa Mungu aliyowekeza ndani ya upako uliokuja juu yako, unaotakiwa kudhihirika unapounganisha na sadaka, Na nilikusemesha vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinakuweka kwenye nafasi nzuri ili uweze kuelewa ule upako wa nguvu za Roho Mtakatifu ambao ulikuwa juu ya Mariam na ambao unapoomba unakuja juu yako pia. Ulibeba msaada mwingi sana.
Ndio maana unapokuwa na mtu yoyote ambaye yuko nyumbani na ana umeme, utagundua kwamba umeme unapokuja nyumbani, mmevuta umeme ndani, mna vitu vingi sana ndani ambavyo vinatumia umeme. Mna pasi, mna vitu tofauti tofauti, na kila chombo kina uhitaji wake. Sasa inategemea mnapoleta umeme mnahitaji msaada upi. Mnahitaji msaada uwape taa peke yake, mnahitaji uwashe pasi, unahitaji uwashe friji, unahitaji uwashe jiko. Inategemea na mahitaji ulio nayo, na ndio maana inategemea na msaada unaohitaji kutoka kwenye umeme. Kwa hiyo inategemea sana imani yako. Pale ambapo umeme umekuja, inategemea imani yako inataka nini saa hiyo. Na ndio maana katika somo lile ambalo nimekusemesha toka awali, msisitizo mkubwa unapounganisha sadaka yako ili upate ule msaada ulioko ndani ya ule upako ambao Mungu amekusemesha, msisitizo mkubwa ulikuwa ni kwenye imani. Kwa sababu Biblia inatusemesha wazi kabisa kwamba tunapotoa sadaka, usipotoa kwa imani, maana yake ni kwamba huwezi kupata kitu. Na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 11, Biblia inasema kwa imani Habili alitoa dhabihu iliyo bora zaidi kuliko ya Kaini. Kwa nini? Kwa sababu msisitizo hauko kwenye sadaka, msisitizo uko kwenye imani iliyotumika kutoa sadaka. Kwa nini? Kwa sababu ndio imani inayotumika kutoa sadaka ndio imebeba hitaji, ndio imebeba kitu ambacho kitakusaidia upate msaada au upate kujibiwa na yule anayepokea sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulipokusemesha juu ya ule upako uliokuja juu yako, maana yake ni kwamba kuna upako ambao ulipokuja, ule uliokuwa juu ya Mariam, ulikuwa umebeba msaada mwingi sana wa kumsaidia kwenye eneo la malezi. Yesu Kristo japo alikuja duniani kuja kutusaidia hapa duniani peke yake, lakini alizaliwa katika mazingira ya kawaida kabisa. Na Mungu, Biblia inasema kwamba Mariam kabla hajapata, wakati malaika anamwambia kwa habari ya kupata mtoto, alimwambia nguvu za Mungu zitakufunika kama kivuli, maana hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Na nikusemesha kwamba ule upako unapoomba Mungu uje juu yako ili kukusaidia kwenye eneo la malezi, ili kukusaidia kwenye eneo malezi ya kusudi la Mungu. Na ulikuwa juu ya Mariam pia ukiwasaidia kwenye eneo la malezi hatua kwa hatua. Na nilikusemesha angalau nikakuonyesha maeneo ambayo uliona msaada wa Mungu akiwasaidia kuwatoa hapa na kuwapeleka hatua nyingine. Na nilikusemesha muunganiko wake na sadaka, namna ambavyo Mungu alitumia ile mbinu kuwasaidia. Na leo ninatamani kukupeleka mahali pengine ili angalau kuweza kukuonyesha kitu ambacho unaweza kufanya ili uweze na wewe kupata msaada ambao Mariam na Yusufu walipata wakati katika malezi ya mtoto wao Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na somo ambalo tutaenda nalo leo linaenda kwa kichwa kinachosema muunganiko wa sadaka na msaada wa Mungu kimalezi, kiimani. Muunganiko wa sadaka na msaada wa Mungu kimalezi, kiimani. Muunganiko wa sadaka na msaada wa Mungu kimalezi, kiimani. Kimalezi, kiimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndani ya hili somo Mungu anataka tuone namna ambavyo ameunganisha sadaka na msaada wake. Kwa sababu kabla Mungu hajatuletea hili somo, hajataka tujue muunganiko uliopo kati ya sadaka na msaada wa Mungu unaoachiliwa kupitia sadaka kwenye eneo la malezi. Naye pia ameunganisha sadaka na msaada wa Mungu kimalezi. Kabla hajauleta kwetu, akatufundisha juu ya muunganiko ulioko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake ni kwamba sadaka na msaada vimeunganishwa mbinguni. Vimeunganishwa kabla hatujaletewa vikiwa tofauti. Kwa sababu unaona, wakati Mungu alikuwa kwenye ule kitabu nilichokusomea, ile sura ya 2 ya kitabu cha Mathayo, kuanzia ule mstari wa 1, lakini ukisoma ule mstari wa 11,
Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 11 anasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakasujudu. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Naongelea habari ya mamajusi walioenda kumwona Yesu wakati amezaliwa kule Bethlehem kwenye hori ya kulishia ng'ombe. Unaona, hao watu walienda kutoa, nilikwambia zile ni sadaka. Hazikuwa tu ni tunu za kawaida, lakini zilikuwa ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu alipotuletea hizi somo, unaona ni kama vile sadaka na msaada wa Mungu vimetenganishwa. Lakini nataka nikutangazie na nikujulishe ya kuwa anaposema muunganiko wa sadaka na msaada wa Mungu kimalezi na kimaamuzi, hivi vitu japo tunavisoma vimetenganishwa, lakini nataka kujua vili kule mbinguni havijatenganishwa, vimeunganishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na tunapoenda kujifunza kwa habari ya somo hili, tutatazama kwenye kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 2, kuanzia ule mstari. Nitasoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Nitasoma mistari mingi kidogo, ili angalau uweze kupata picha ya kile ambacho nataka upate kwenye hii mistari. Ukisoma Mathayo sura ya 2, Biblia inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Nao wakamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na manabii. Nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumba ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehem, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari hii, mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama, ile nyota waliiona mashariki, ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakasujudu. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakatoa tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaue watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehem na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 waliopungua, kwa muda aliouhakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo
lilipotimia neno lilonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikika Rama, kilio na maombolezo, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawapo tena. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Akaondoka, akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi, mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na nabii, ataitwa Mnazarai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekusomea, hii ni mistari mingi kidogo ambayo ndani yake ina vipengele na vitu ambavyo tutakuwa tukivitazama tunapoendelea kutembea kwenye hili somo. Kumbuka, tunatazama juu ya muunganiko uliopo, muunganiko wa sadaka na msaada wa Mungu kimaamuzi na kiimani. Ukisoma vizuri kwenye hii habari utaona kuna habari ya Mariam na Yusufu ambao Mungu aliwapa mtoto ambaye alipewa jina lake Yesu. Na ukisoma kwenye hii habari inaanza ambapo mamajusi wanaenda kumtembelea au wamepata habari kupitia nyota. Maana Biblia inasema kwamba waliona nyota ya mashariki, na ile nyota ilikuwa imekuja na ujumbe wa kuwajulisha kuwa kuna mtoto amezaliwa Bethlehem. Na wakawa wanaifuata ile nyota mpaka walipofika Bethlehem ya Uyahudi. Na walipofika Bethlehem ya Uyahudi wakapelekwa kwa mfalme Herode, na mfalme Herode akawasikiliza. Na Biblia inasema kwamba wale mamajusi walipouliza, hawakuuliza habari ya mtoto aliyezaliwa, waliuliza habari ya mfalme aliyezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliuliza habari ya mfalme aliyezaliwa. Na Biblia inasema Herode aliposikia kwamba wanauliza habari ya mfalme alivyozaliwa, alifadhaika. Na kufadhaika peke yake, walifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Na Biblia inasema akakusanya watu pale apate kujua habari ya yule mtoto alipozaliwa. Lakini unaona, wale mamajusi walipoenda kwenye nyumba ya Mariam, walipoenda kwenye zizi la ng'ombe alipozaliwa mtoto, ambapo Mariam na Yusufu walikuwepo, walipofika kwa yule mtoto walifanya kitu cha ajabu sana. Wakaingia na zile zawadi pale na wakatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikwambia kwamba zile zabihu, ile dhahabu na uvumba na manemano alizotoa zilikuwa ni sadaka. Na unaona, baada ya pale Mungu akiendelea kuwasaidia na kuwapigania Mariam na Yusufu, na akiwaongoza maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na tunapoenda kutazama somo hili, nataka nikusemeshe angalau malengo machache ambayo tutakuwa nayo, ili angalau kukuweka kwenye nafasi nzuri kujua kitu gani Mungu anataka upate kupitia somo hili. Lengo la kwanza ni kukujulisha Mungu anavyofuatilia muunganiko wa utoaji sadaka na msaada anaotaka kuuachilia kwako kwenye malezi kupitia imani. Kukujulisha muunganiko, kukujulisha Mungu anavyofuatilia muunganiko wa utoaji sadaka na msaada anaotaka kuachilia kwako kwenye eneo la malezi, kupitia imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hilo ndo lengo letu la kwanza, kwa sababu ndani ya somo hili Mungu anataka kukujulisha namna ambavyo anafuatilia muunganiko wa utoaji sadaka na msaada wa malezi. Mungu anataka kukujulisha ndani ya somo hili ili uweze kujua muunganiko wa utoaji sadaka na malezi. Lakini lengo la pili ni kuthibitisha imani unayotumia
au inayotumika kuunganisha sadaka na msaada wa Mungu kimalezi, kuthibitisha imani unayotumia au inavyotumika kuunganisha sadaka na msaada wa Mungu kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndani ya lengo hili Mungu anataka kutujulisha namna ambavyo anathibitisha imani unayotumia wakati unatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hayo ndio malengo yetu makubwa ambayo tutakuwa nayo kwenye somo hili, na moja ya vitu ambavyo unatakiwa kupata, kwa sababu unapoitumia imani kwenye eneo la utoaji sadaka, ni wazi kabisa unahitaji matokeo, au Mungu ajifunue, ajidhihirishe. Sasa Mungu anapokuja kujidhihirisha, mara nyingine ndani yake pia anathibitisha imani iliyotumika, kwa sababu sio kila imani inayotumika kutoa sadaka ni sahihi. Unaweza ukatumia imani na isiyo sahihi, lakini kupitia somo hili Mungu anataka kukusaidia ili aweze kuithibitisha imani unayoitumia kuunganisha sadaka na msaada wa Mungu kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Na nina mambo kadhaa hapa ya kukuwekea kwenye eneo la utangulizi, ili kukuweka kwenye nafasi nzuri angalau tunapoendelea kwenda kutazama hii habari, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu msisitizo mkubwa huko hapa ni kwenye imani. Muunganiko wa sadaka na msaada wa Mungu ni wa kiimani kwanza. Na ndio maana ukiona matokeo yanatokea, sio kwa sababu ya sadaka uliotoa, na wala sio kwa sababu ya msaada unaotakiwa kupata, lakini ni kwa sababu ya imani iliyotumika kuunganisha sadaka uliotoa na ule msaada wa Mungu unaotakiwa kupata, uliomfanya Mungu ajibu na achilie msaada kwenye eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi, kwa sababu ni kipengele muhimu sana. Maana ni watu wengi sana wanatoa sadaka na wanafikiri kwa sababu wametoa sadaka Mungu atathibitisha. No, Mungu ajibu kwa sababu ya sadaka uliotoa. Anajibu kwa sababu ya imani ulionayo, iliyokusukuma kutoa sadaka. Kwa hiyo Mungu athibitishi sadaka uliotoa. Mungu anathibitisha imani na neno lake lilokupa imani wakati kwenye hiyo sadaka uliotoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema kwamba jibu la utoaji huu wa sadaka unaofanya usaada wa Mungu udhihirike kwako haitokani na sadaka uliotoa, inatokana na imani ulioitumia wakati unatoa sadaka. Na ndio maana tunajifunza hapa kwenye hili somo, nimekuambia msisitizo mkubwa uko kwenye imani. Kwa nini? Kwa sababu ukimess up kwenye imani, umemess up kwenye kupata msaada wa Mungu juu ya msaada unaotaka kupitia sadaka kwenye eneo la malezi. Unasema kwa nini? Kwa sababu kinacho connect sadaka na ule msaada wa Mungu unaopewa ni imani. Maana yake imani ikiwa sio sahihi, maana yake sadaka yako itakosa muunganiko na msaada wa Mungu unaotakiwa kupata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ni muhimu sana uweze kuelewa, umeme unapokuja nyumbani, ili ule umeme uweze kukusaidia, kuna muunganiko wa umeme na vifaa vinavyohitaji kutumia umeme. Nataka unipate hapa. Kuna muunganiko wa umeme na vifaa vinavyotakiwa kutumia umeme. Unasema kwa nini? Kwa sababu vifaa vinavyotakiwa kutumia umeme haviwezi vikapata umeme mpaka kuwe kuna muunganiko kati ya kifaa kinachohitaji umeme na umeme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kulingana na somo hili, muunganiko huu ninao kusemesha hapa sadaka na ule msaada wa Mungu unaohitaji wa kimalezi unahitaji imani
ili kuconnect, kama vile ambavyo chombo cha umeme kinahitaji waya ili kujiconnect na msaada ule ulioko kwenye umeme uweze kupata umeme, unahitaji waya. Na kwa hiyo pia unahitaji imani kama waya yako ili uweze kuconnect na msaada wa Mungu kupitia sadaka ambayo unatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii imani unatakiwa kuwa nayo wakati unatoa sadaka. Wakati unatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, kwa sababu kama unahitaji msaada wa Mungu kwenye eneo la malezi, hii ni kipengele muhimu sana unatakiwa kuelewa. Maana yake sadaka yako ikikosa hii imani sahihi, sio rahisi sana ukapata msaada wa Mungu uliohitaji kupata. Sio rahisi sana ukaona Mungu akijifunua na kudhibitisha na kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitakusemesha hapa baadhi ya vitu kadhaa hapa ili angalau uweze kuona ndani ya Biblia namna ambavyo Mungu aliviunganisha hivi vitu, kwa sababu nilitangulia kukwambia kabisa ya kwamba lile neno sadaka na msaada wa Mungu tunapovisoma ni kama vile viko tofauti. Lakini Mungu anapotuletea hili somo ni ili kutusaidia tuweze kupata kitu cha kutusaidia kuunganisha. Nilikwambia kule mbinguni sadaka na msaada wa Mungu vimeunganishwa. Ni vitu ambavyo havijatenganishwa, vimeunganishwa, viko pamoja, havijatenganishwa. Lakini Mungu anapotuletea somo kwa njia ya somo ni kama vile vimetenganishwa. Ili weje? Ili ujifunze kitu kinachoweza kuviunganisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu angeweza kutuletea sadaka na msaada wa Mungu vyote vimeunganika, lakini anapotuletea separate, anapotuletea kama vimetenganishwa ili tujifunze, unaelewa kabisa msisitizo wake unakuwa hauko kwenye sadaka, hauko kwenye msaada wa Mungu, uko kwenye kile kinachoviunganisha sadaka na msaada wa Mungu, kwa sababu ndo kinaamua matokeo. Nataka uelewe hichi kitu. Kinachoamua matokeo kwenye utoaji wa sadaka ili uweze kupata msaada wa Mungu wa kimalezi sio sadaka, ni imani inayotumika wakati unatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka uelewe hichi kitu. Ni jambo la msingi sana uweze kukusaidia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikupe mambo kadhaa ya utangulizi hapa tunapoendelea kutazama hili somo na kutazama na kuzama ndani ili uweze kupata msaada wa kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua swala la kimalezi sio swala jepesi sana. Ndio maana Mungu anaamua kutuletea hili somo na kutuletea mara kwa mara. Kwa sababu unaweza ukatazama peke yako changamoto ya kimalezi ilivyokaa, na unaweza ukaiangalia kwenye ngazi tofauti tofauti na ukaona namna ilivyo kazi sana, na namna ambavyo dunia ina struggle na ulimwengu unapambana na familia zinapambana kwenye eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna saa unaweza ukatazama, unaweza usielewe uzito wa hichi kitu Mungu anapoanza kutusemesha namna hii. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukatazama changamoto za kimalezi zilivyo, na unaona wengine wanapata msaada na wengine hawapati msaada. Unaweza ukaenda mahali unaongea na vijana baadhi, mwingine unakuta ameacha shule kwa sababu kapewa mimba. Huyu mwingine unaona ni darasa hilo hilo, wengine wamevuka salama, wengine wameishia njiani, wengine wamepata msaada, wengine hawajapata msaada. Na ni rahisi sana kufikiri kama vile Mungu ana upendeleo. Ni rahisi sana kufikiri kama Mungu ana upendeleo. Unaweza ukawa ni mzazi, unajaribu kutazama peke yako, unaangalia namna ambavyo watoto wa wengine wamesaidika, namna ambavyo watoto wa wengine wamepata msaada, na inakuumiza sana wakati mwingine moyoni. Unajaribu kutazama na kufikiri umekosea wapi, unajaribu kujitathmini peke yako, unajaribu kufikiri peke yako nimekwama wapi. Lakini kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Biblia inatuambia kabisa, wakati mwingine unaweza ukawaza hadi vibaya, ukaanza kusema kwa kweli inawezekana Mungu ana upendeleo. Lakini hakuna mahali haiwezekani Mungu akawa na upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Biblia inatuambia Mungu hawezi kusema uongo. Mungu hawezi kusema uongo, kwa sababu Warumi 3:4 inasema Mungu haziakiwi. Inasema hasha, Mungu aonekane kuwa amini
na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili ujulikane kuwa una haki katika maneno yako, ukashinda uingiapo katika hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Kitabu kile cha Matendo wa Galatia sura ya 6 mstari wa 7. Wa Galatia sura ya 6 mstari wa 7 inatuambia ya kuwa msidanganyike, Mungu haziakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndicho atakachovuna. Warumi 3:4 inatuambiaje? Hasha. Acha Mungu aonekane ndiye amini, mwanadamu mwongo. Kwa nini? Mungu haziakiwi, kila unachopanda ndicho utakachovuna. Maana yake ni kwamba kama tunaona wengine wanapata msaada, wengine wanakwama, tusijaribu kujitetea na kutafuta mahali pa kutokea. Tupate kujua kwamba chochote kinachochanua, chochote kinachozaliwa, kuna siku kilipandwa. Ndio maana lazima tupate namna ya kwenda mbele za Mungu tuweze kupata msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na nataka tutazame hapa, nikusaidie tu ili tujue namna ambavyo tunapata msaada hapa. Tunapata msaada hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa na kujifunza hichi kitu, kwa sababu sio mahali pepesi sana tunapita, kwa sababu haina maana kwamba Mungu ana upendeleo. Mungu amegawa kwa kila mtu, ameachilia neema kwa kila mtu. Ile kwamba uone watu wengine, watoto wengine wakipata msaada, wengine wakikwama, unaona watoto wengine wakikwama, haina maana kwamba msaada wa Mungu upo. Msaada wa Mungu upo. Ni kwamba tu hatujajua namna gani ya kwenda mbele za Mungu na kupata huo msaada. Na mimi niko hapa kukufundisha uweze kuelewa namna ya kuunganisha sadaka na msaada wa Mungu kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili na wewe uweze kupata msaada ambao watoto wengine unaona wanapata. Ili na wewe uweze kupata msaada ambao unaona wengine wanapata na wengine wanasaidika, kwa sababu hakuna sababu ya kuendelea kubaki kwenye kujilaumu. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana uweze kuelewa, unapoweza kuunganisha sadaka na msaada wa Mungu kwa imani, utaweza pia kuunganisha imani yako na msaada wa Mungu kimalezi. Daka hiyo itakusaidia. Unapoweza kuunganisha sadaka na msaada wa Mungu kwa imani, utaweza pia kuunganisha imani yako na msaada wa Mungu kimalezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekusemesha pale awali uweze kuelewa swala. Unapotoa sadaka, usiangalie sadaka kwanza, angalia imani. Kwa sababu wakati unatoa sadaka, Mungu haangalii sadaka unayotoa. Anaangalia moyo wako kwanza, anaangalia imani ndani ya moyo wako kwanza, ndipo baadaye anaangalia sadaka yako. Na unapoachilia sadaka na unapotoa sadaka kwa ajili ya kupata msaada wa Mungu kwenye eneo la malezi, ni muhimu sana uweze kuelewa hili. Unapoweza kuunganisha kwa njia ya imani sadaka na msaada wa kwa Mungu unaotakiwa kupata toka kwa Mungu, unaweza pia kuunganisha imani yako na msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini pia ndani yake pia itakusaidia ile imani uliyounganisha na msaada wa Mungu iweze kukusaidia kupata kilichoko ndani ya ule msaada Mungu ambao unauachilia kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka tusome ule mstari wa kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 2, ule mstari wa 11. Anasema, wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu na dhahabu na uvumba na manemane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, kitakusaidia. Wakati mamajusi wanaachilia vile dhahabu, uvumba na manemane, nilikwambia zile zilikuwa ni sadaka. Na ulikuwa sio muunganiko wa kawaida,
Maana yake ndani yake Mungu alikuwa anatafuta ili kuwasaidia wale walipokuwa mamajusi wanatoa ile sadaka. Haikuwa ni sadaka ya kawaida, ilikuwa ni sadaka ambayo imeachiliwa kulingana na maelekezo Mungu aliyoweka ndani ya mioyo yao, ili inapoachiliwa ile sadaka waweze kupata msaada wa Mungu aliyokusudia kwa ajili ya kuisaidia familia ya Mariam na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Maana ndo msisitizo wetu tunaotazama pale kwenye ule mstari wa 11, kwenye ule mstari wa 11. Sasa kwenye eneo la utangulizi pia nataka nikutazamishe juu ya zile sadaka, kwa sababu nimejaribu kukusemesha hapa namna ambavyo ukiweza kuunganisha sadaka na msaada wa Mungu, maana yake unaweza kuunganisha pia imani yako na msaada wa Mungu, na msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu imani ambayo unaona alikuwa anahitaji kuitumia Mungu kuunganisha na msaada anayohitaji kuachilia kwa ajili ya malezi, ilikuwa ndani ya mamajusi na sio ndani ya Mariam na Yusufu. Nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia. Najaribu kukupa tu mambo ya utangulizi hapa yaweze kukusaidia, kwa sababu unaona Mungu wakati anawasemesha, unaweza ukajiuliza swali peke yako, wasema okay, sasa kama waliokuwa wanahitaji msaada kutoka kwa Mungu ni Mariam na Yusufu, kwa nini sadaka watoe mamajusi waliokuja kumuona Mariam na Yusufu? Kwa nini watoe mamajusi waliokuja kumuona Mariam na Yusufu? Kwa nini watoe wao? Kwa nini wasitoe Mariam na Yusufu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Mungu aliamua kuweka imani. Na imani imani ambayo Mungu alihitaji kuitumia ili aweze kuunganisha na msaada ambao anahitaji kuleta juu ya Mariam, aliweka ndani ya mamajusi, hakuweka ndani ya Mariam na Yusufu. Nasema hivi, imani Mungu aliyokuwa anahitaji kuitumia ili imrahisishie kuunganisha utoaji sadaka na msaada wa Mungu, ili imsaidie kuunganisha msaada anaohitaji kuuachilia kwenye familia ya Mariam kimalezi. Ile imani ilikuwa ndani ya mamajusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitakupanulia sana hapo baadaye tutakapoendelea kuzama ndani sana. Nataka angalau upate vitu vya kukusaidia hapa. Ndio maana umuoni Mariam na Yusufu wakitoa ile sadaka walikuja kutoa mamajusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mariam na Yusufu, kuna kitu ambacho hawakujua na kuna kitu walinyimwa kujua. Mariam na Yusufu walinyimwa kujua mamajusi walichojua juu ya ufalme wa Yesu aliyobeba. Mariam na Yusufu walinyimwa kujua mamajusi walichojua juu ya ufalme na kile Yesu alichobeba. Haleluya. Mariam na Yusufu walinyimwa kujua mamajusi walichojua juu ya ufalme Yesu aliyobeba, au juu ya kile Yesu alichobeba. Walinyimwa kujua, kwa sababu unaona mamajusi kwenye ule mstari wa 2, mamajusi wanamwambia Herode, yuko wapi mfalme aliyezaliwa wa Uyahudi? Maana tumeona nyota yake. Mariam na Yusufu walikuwa hawajui kuwa wamezaa mfalme. Mamajusi walipewa kujua
kuwa amezaliwa mfalme Uyahudi. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nisikilize vizuri. Maana yake ni kwamba waliponyimwa kujua kuwa Yesu waliyemzaa, mtoto waliyemzaa, wamezaa mfalme, amebeba ufalme ndani yake, ile tayari iliwanyima imani itakaye kuwasaidia kuunganisha na sadaka ambayo wanatakiwa kutoa kwa ajili ya kupata msaada wa kimalezi. Kwa sababu sadaka, imani iliyotakiwa kuunganisha sadaka waliotakiwa kutoa kwa ajili ya kuunganisha na msaada wa Mungu wa kimalezi, ilihitajika kuunganisha na ufahamu wa kujua alichobeba Yesu, alichokuja nacho duniani. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Jesus. Nataka uelewe hii kitu, itakusaidia pakubwa sana. Ndio maana ukishanyimwa kujua alichobeba mtoto, automatically sio tu unanyimwa kujua alichobeba mtoto, lakini unanyimwa na imani ya kuunganisha na sadaka, ya kuunganisha na ile sadaka unayotoa ili uweze kupata msaada wa Mungu wa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema maana yake nini? Maana yake okay, ukipewa msaada huwezi kujua ni wa nini, huwezi kujua ni kwa sababu gani. Haleluya. 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 Nataka uelewe hichi kitu, ni muhimu sana, kitakusaidia. Ni sawasawa na mtu ambaye anavuta umeme nyumbani kwake, anakuta umeme huko kwenye nyumba na ajui umeme ni wa kazi gani, umekuja kwa kusudi lipi. Uwe na uhakika ni kwamba atakaa gizani. Atakaa gizani. Kwa nini atakaa gizani? Ni kwa sababu umeme upo, lakini ajui kwa nini ameletewa umeme. Kwa hiyo anakosa imani ya kuconnect. Unaweza ukamkuta nyumbani kwake ana simu haina chaji, anasema, anaulizwa, sasa mbona simu haina chaji? Anasema kwa kweli haina chaji. Anasema umeme lakini si unao? Anasema upo lakini sijui kazi yake nini. Ndio kitu ambacho kingetokea kwao. Ndio maana ni hatari sana mzazi asipojua kitu ambacho mtoto amebeba, na msipojua kitu ambacho mtoto amebeba, usipojua kitu ambacho umebeba, automatically yule ambaye anapewa kujua kitu ambacho mtoto amebeba, Mungu anamtumia kutoa sadaka. Ndio maana usijisikie vibaya wakati mwingine watu wanakuja nyumbani kwako, wewe upate hata msukumo wa kwenda kununua nguo nzuri za mtoto, kuna vitu hujanunua, lakini unashangaa kuna watu wanakuja wanaleta kile kitu, wanaleta vitu fulani, na unajiuliza kwa nini wanaleta vitu? No, wao wamesemeshwa, Mungu amewasemesha kitu gani mtoto amebeba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ule ufahamu wa kujua tu walichobeba automatically inawasaidia kuweza kuunganisha na imani kwenye eneo la utoaji sadaka. Unasema kwa nini? Kwa sababu ule msaada unaokuja hauji, nimekwambia, hauji kwa sababu ya sadaka uliyotoa, unakuja kwa sababu ya imani uliyotoa. Imani ndo inasema ule msaada unaenda wapi na kwa sababu gani. Nataka udake hii. Imani ndo inasema ule msaada unaenda wapi na ni kwa sababu gani. Na kwa sababu Mariam na Yusufu hawakujua kwamba mtoto alimebeba ufalme ndani yake, na kwa sababu hiyo Mungu angekosa imani ndani yao ya kumsaidia mahali pa kupeleka ule msaada. Kwa sababu imani inapoachiliwa wakati unatoa sadaka, ule msaada unapoachiliwa, msaada hauangalii sadaka. Unapoingia kwenye moyo wa mtu, unapoingia kwenye familia, unapoingia kwenye jamii, unapoingia mahali ambapo msaada unahitajika, hauangalii sadaka, unaangalia imani. Ni sawasawa na umeme unapokuja nyumbani kwako, hauangalii pasi, unaangalia waya wa umeme kwanza uko wapi. Hauangalii simu, unaangalia waya wa chaji uko wapi. Hauangalii friji, inaangalia waya wa friji uko wapi. Unasema kwa nini? Ni ndo mlango wa kupitia, ndo mahali pa kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nataka upate hii, mtu wa Mungu, itakusaidia na msisitizo mkubwa. Nataka uelewe hapa, hii itakusaidia. Mungu anapofuatilia namna hii kwa ukaribu namna hii, ni ili kukusaidia uweze na wewe kuona msisitizo wake ulipo.
anapoanza kufuatilia huu muunganiko kwa msaada wa imani, msisitizo wake hauko kwenye msaada peke yake au kwenye eneo la sadaka peke yake. Nataka uelewe hichi kitu. Mungu anapofuatilia imani, unapotoa sadaka ili uweze kupata msaada wa kimalezi, ndani ya ile imani msisitizo wake hauko kwenye msaada unaoitakiwa kupata. Msisitizo wake uko kwenye mahusiano, uhusiano kati ya mzazi na Mungu, uhusiano kati ya aliyebeba kusudi na Mungu. Ndio msisitizo wake ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kama msisitizo hautawekwa kwenye uhusiano, anapofuatilia imani hataweka msisitizo kwenye uhusiano kati ya mzazi na Mungu aliyebeba kusudi, maana yake ni kwamba atakosa nafasi ya kushirikiana na mzazi ndani ya ule msaada, kwa sababu ni rahisi sana ukapewa msaada, lakini usipopata mshirika, usipopata ukaribu, usipopata mkono wa shirika na aliyeachilia huo msaada, uwe na uhakika ule msaada hautapata msaada kama inavyotakiwa. Ndio maana usipopata msaada wa shirika la umeme kuja kukusaidia unapoingiza umeme nyumbani au unapoweka umeme nyumbani, uwe na uhakika ya kwamba utapata msaada kama ulivyokusudia. Wakati mwingine unaweza kukuletea madhara kuliko faida. Ndio maana lazima nikufundishe hichi kitu uweze kuelewa. Ndani ya imani unaotakiwa kuunganisha wakati unatoa sadaka ili uweze kupata msaada wa kimalezi, ndani ya ile imani Mungu anahitaji, msisitizo wake uko kwenye kuimarisha mahusiano ya mzazi na Mungu kwenye eneo la malezi. Nilikwambia msisitizo wa ile somo la kwanza nilipokuwa na kusemesha, Mungu anahitaji nafasi kwenye eneo la malezi katika nyakati hizi. Tunapoendelea kumlalamikia Mungu uko wapi, utusaidie kwenye eneo la malezi, kumbuka hivyo hivyo na Mungu naye anaendelea kusema kule mbinguni, na Mungu naye anaendelea kusema kule mbinguni, akisema ya kuwa na mimi pia nataka nafasi. Sisi huko wakati tunalia, Mungu tusaidie kwenye eneo la malezi, tusaidie, makusudi yanakufa, watoto wanaharibika, mambo yanaharibika, naye Mungu kule mbinguni anasema nipeni nafasi, nipeni nafasi, nipeni nafasi, nipeni nafasi, nipeni nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaposema nipeni nafasi, analeta somo la kutusaidia imani, tupate imani ambayo ndani ya ile imani Mungu anapewa nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ngoja nikusemesha angalau mambo matatu hapa ambayo nataka tupate nafasi ya kuona tunapoendelea kutazama somo hili. Rapakorabasikandarabash. Jambo la kwanza ambalo nilikuwa najaribu kukuwekea utangulizi, nilikuwa najaribu kuweka foundation hapo ili angalau uweze kupata kitu ambacho nataka upate kwenye hili somo. Kitu ambacho nataka upate kwenye hili somo. Kandarabashakorobosikiriasata. Rapakoramasakarabashi. Kwa sababu lazima uelewe, unapotazama na unapoona imani hii, unapoweka msisitizo kwenye imani yako kuimarika, unapoenda kuachilia hii sadaka, kumbuka ndani yake unaimarisha mahusiano yako na Mungu. Naongelea kwa habari ya yule ambaye ni mzazi anahitaji msaada wa kimalezi ya mtoto wake. Naongelea habari ya mtu ambaye amebeba kusudi la Mungu, ni mtumishi, na Mungu amebeka kusudi la Mungu ndani yako kwa ajili ya utumishi ambao Mungu amekusudia kwa ajili yako. Unapohitaji kupata msaada wa Mungu, lazima uelewe hichi kitu. Eneo unapoimarisha imani yako kwenye eneo la utoaji sadaka ili uweze kupata msaada wa Mungu, kumbuka hili, ndani yake Mungu anahitaji kuimarisha mahusiano yake na wewe kupitia imani ulionayo ambao unaitumia kwenye utoaji sadaka ili uweze kupata msaada wa Mungu wa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ngoja nikusemeshe, hivi unaelewa ingekuwa ngumu kiasi gani? Maana wakati Mungu anasema, na wakati wale mamajusi wametoa ile sadaka, Mungu sahihi ile akasema na Yusufu kwenye ndoto, akamwambia mchukue mtoto wako Mariam na mtoto nenda naye Misri. Baadaye tena akamwambia mchukue mtoto nenda naye Nazareti. Wewe unafikiri Mungu alikuwa anaongea naye, mahusiano yale yalitokea wapi?
Lazima uweze kuelewa hichi kitu. Kama Mungu asingekuwa na mahusiano nao, ingekuwa kazi sana. Hata Mungu anataka sasa kuwasemesha kwamba mchukue mtoto. Huwezi ukamsikia sana. Unasema kwa nini? Kwa sababu ili umsikie Mungu anakusemesha, au maongezi yako na Mungu au kuongea na Mungu hakuji jangwi tu hewani, ni mahusiano yako na Mungu. Ili uweze kumsikia Mungu anakusemesha, haiji kwa sababu umetoa sadaka, inakuja kwenye eneo, inatokana na mahusiano yako na Mungu kwa njia ya imani, ili Mungu aendelee kusema na wewe na kukusemesha. Unasema kwa nini? Mungu anaongea. Uweze ukashirikiana na Mungu kwenye eneo la malezi kama huna imani ambayo itamsaidia Mungu anapokusemesha uweze kumsikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Warumi, ile sura ya 17 mstari wa 10, anasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, na kusikia huja kwa neno la Kristo, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikupe jambo la kwanza hapa. Jambo la kwanza, Mungu wakati anakupa mtoto, Mungu wakati anakupa mtoto, au Mungu wakati anakupa mtoto, au Mungu wakati anakupa kusudi lake ndani yako, wewe ambaye umepewa kubeba kusudi la Mungu kama mtoto wa utumishi, hakukusudia umlee peke yako. Mungu wakati anakupa huyo mtoto hajakusudia umlee peke yako. Hajakusudia umlee peke yako. Hakukusudia umlee peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuwahi kukusudia umlee huyo mtoto peke yako wakati anakupa. Alimkusudia umlee pamoja naye. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu wakati Mungu anakupa hilo kusudi au anakupa huyo mtoto, hakukufikiria wewe kwanza. Wakati anakupa huyo mtoto, alijifikiria yeye kwanza kabla ya kumfikiria mzazi au aliyepewa kubeba kusudi la Mungu. Nataka uelewe, hii itakusaidia. Kabla Mungu wakati anakupa mtoto au wakati anakupa hilo kusudi la Mungu la kumtumikia, hakukufikiria wewe kwanza. Alijifikiria yeye kwanza. Hakumfikiria mzazi kwanza, alijifikiria yeye kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hichi kitu, ni jambo la msingi sana. Wakati Mungu anakupa mtoto, hajakufikiria wewe mzazi, alijifikiria yeye kwanza kabla hajakupa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nataka uelewe hapa. Kwa sababu watu wengi sana wanafikirigi ni kama vile kwa sababu Mungu katupa mtoto, basi Mungu, kwa sababu tumemuomba mtoto Mungu atupe na ametupa mtoto, kwa hiyo ni rahisi sana ukafikiri ni kama vile Mungu alikuwa anawafikiria nyie kwanza. No. Mungu anapohitaji kukupa mtoto ajifikirie yeye kwanza, akufikirii wewe kwanza, anajifikiria yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii yote ni kukujibu kwamba Mungu wakati anakupa mtoto hakukusudia umlee peke yako. Na kwa sababu hiyo, wakati Mungu anakupa mtoto, hakujifikiria yeye hakukufikiria wewe kwanza, alijifikiria yeye. Hakukufikiria wewe kwanza, au hakuwafikiria wazazi kwanza, alifikiria kusudi lake kwanza, alijifikiria yeye kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kitu kingine ni muhimu sana uweze kuelewa kwamba mtoto Mungu anapokupa anawaza, anajifikiria yeye. Kwa hiyo hata usifikiri kwamba wakati mwingine Mungu anapokuja kusaidia, unaweza ukafikiri ni kama vile wazazi mara nyingi sana wanapohitaji msaada wa Mungu wanajifikiria wao kwanza, hawamfikirii Mungu. Kwa sababu wanafikiri ni kama vile Mungu afaidiki na ule msaada ambao wanauhitaji wao. Wanafikiri wao ndo wanahitaji msaada kuliko Mungu. Wanafikiri wao ndo wanahitaji mtoto afanikiwe kuliko Mungu. Ni wanafikiri wao ndo wanatamani sana mtoto afanikiwe. No, si kweli.
Si kweli hata kidogo. Kiu ya Mungu kumsaidia mtoto wako, kiu ya Mungu ya kusaidia mtoto ambaye Mungu amemleta duniani, kusudi la Mungu ambalo ameleta duniani, kwa Mungu ni kubwa kuliko ya kwako mzazi. Kwa Mungu ni kubwa kuliko ya kwako uliyebeba kusudi la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hata wakati anakupa kukufikiria wewe, alijifikiria yeye kwanza. Kwa hiyo usifikiri kwamba mtoto anapoharibikiwa, mambo yanapoharibika, wewe ndo unaanza kuumia. No, Mungu ndo anaanza kwanza kabla ya wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuelewa, hata anapofikiria msaada, anajifikiria yeye kwanza kabla yako. Nisikilize vizuri. Mungu anapofikiria juu ya msaada anayohitaji kukuletea, hakufikirii wewe kwanza, anajifikiria yeye kwanza. Kwa sababu hata wakati anakupa mtoto hakukufikiria wewe, alijifikiria yeye. Maana yake kiu ya yeye kuona unapata msaada inaanza na yeye. Yeye ndo anaanza kufikiria juu ya msaada kabla wewe hujaanza kufikiria juu ya msaada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana ni rahisi sana ukafikiria, unasema kwa kweli, unajua Mungu, unajua nahitaji msaada kutoka kwako. Ukafikiri ni kama vile wewe hilo wazo la msaada umeanza kuliwaza wewe. No, Mungu ndo kaanza kufikiria kwanza. Kwa sababu hata anapotaka sadaka, utoe sadaka ili upate msaada toka kwa Mungu, ni yeye anataka kwa ajili yake. Anaposhirikiana na wewe kulea kusudi lake, hata anapotaka sadaka, hata Mungu anapotaka sadaka, ni yeye anataka sadaka kwanza kwa ajili yake, anaposhirikiana na wewe kulea kusudi lake. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 11, wakati mamajusi wanatumwa, wanaambiwa waje watoe sadaka, wale mamajusi walileta dhahabu, uvumba na manemane. Nataka uelewe vizuri kabisa, wale mamajusi hawakumuona mtoto Yesu. Utajiuliza swali, kwa nini waliamua kuleta dhahabu, uvumba na manemane? Nataka uelewe vizuri kabisa, lile wazo alikuwa la kwao, lilikuwa ni wazo la Mungu. Kwa sababu Mungu ndo alikuwa anataka sadaka itolewe kwa ajili yake, ili aweze kushirikiana na wewe kwenye eneo la malezi. Mungu anapohitaji sadaka itolewe, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yake kwanza, ili muweze kushirikiana naye kwenye eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia sana, kitakusaidia mahali pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili usifikirie juu ya hitaji la sadaka linaanza kwako. No, halianzi kwako, linaanza kwa Mungu kwanza. Kwa sababu Mungu yeye ndo anataka sadaka itolewe kwa ajili yake, ili aweze kushirikiana na wewe kwenye eneo la kulea kusudi lake ambalo ameliweka ndani ya mtoto. Ndio maana mamajusi walipoleta zile sadaka, kila moja ilikuwa na kazi yake. Kila moja ilikuwa na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ngoja nikupe jambo la pili hapa, ni muhimu sana uweze kuelewa hapa. Ndio maana Mungu anapotoa zile sadaka, hasijatolewa tu zile dhahabu, uvumba na manemane. Unaweza kufikiri zimetolewa tu kienyeji. No, hasijatolewa tu kienyeji. Ni sadaka ambazo zimeratibiwa kutoka ulimwengu wa roho. Kila sadaka ilikuwa na maana yake. Ndio maana unapokuja kwenye swala la sadaka, lazima usikie kwa Mungu kitu gani Mungu anachokusemesha kwenye eneo la sadaka. Usitoe tu kwa sababu una kiu ya msaada sana, unafikiri ni kama vile ni wenda una kiu sana ya msaada. No, nimekuambia ile ni kiu ya Mungu kwanza. Kwa hiyo lazima umsikilize Mungu kwanza juu ya sadaka ambayo unatakiwa kutoa, juu ya aina ya sadaka ambayo Mungu anahitaji ipate kutolewa. Unasema kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna muunganiko ambao Mungu anautafuta kwenye eneo la sadaka, ambao pia unategemea na aina na maelekezo ya sadaka ipi itolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikusemesha awali nikakwambia kwamba sadaka na msaada wa Mungu, kabla haujaletwa ukauona kama vile ni wa tofauti, mbinguni tayari umeunganishwa. Ni kitu ambacho kimeunganishwa. Kwa hiyo Mungu anapokuja kusema juu ya habari ya utoaji sadaka, usifikiri ni kama vile ni kiu yako. Usifikiri kama vile wewe ndo una hamu sana ya kutoa sadaka kwa Mungu. No. Ile sadaka inapotolewa ni kwa ajili ya Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu hakutaka, alipokupa huyo mtoto hakutaka ulee peke yako, alitaka mlee naye.
mlee pamoja naye. Kwa hiyo unapotoa ile sadaka yako, haiwi ni kama sadaka ya kawaida, inakuwa sehemu ya sadaka ya kuitikia ushirika wa kimalezi, ushirikiano wa kimalezi kati ya mbingu na dunia, ushirikiano wa kimalezi kati ya mbinguni na duniani, ushirikiano wa kimalezi kati ya familia ya mbinguni na familia ya duniani. Bwana Yesu, sijui kama watu wengi, sijui kama na wewe unajua hii kitu ya kwamba Mungu wakati anatuumba na kutuweka huku duniani, haina maana kwamba sisi tunajitegemea peke yetu. No. Familia yetu iko mbinguni, familia yetu iko mbinguni. Ndio maana Yesu alipokuja aliitwa mwana wa Mungu. Unasema kwa nini mwana wa Mungu? Kwa sababu alitokea mbinguni na sisi ni watoto wa Mungu. Unasema kwa nini? Kwa sababu sisi, Yesu ni kaka yetu, ni kaka yetu mkubwa katika familia ambayo Mungu ameitengeneza, ni kaka yetu mkubwa kwenye familia ambayo Mungu ameitengeneza. Kwa hiyo alipotoka kule mbinguni alikuja kuwasaidia wadogo zake ambao tumepata shida ya dhambi, ambao tumevurugwa na dhambi. Kwa hiyo unaweza ukaelewa hata Mungu anapokuja kumsaidia mtoto kimalezi, lazima uweze kuelewa ni kwamba ni msaada wa kifamilia, ni msaada wa kifamilia. Kwa hiyo Mungu anapohitaji utoe sadaka, maana yake anaitoa kwa ajili yake kama baba naye ambaye anapata uchungu, ili muweze kushirikiana na familia ya mbinguni kuweza kupata mtoto aweze kupata msaada ambao Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Familia ya mbinguni inahitaji kushirikiana na familia ya duniani. Kwa hiyo Mungu anapoleta maelekezo, anakupa maelekezo, sadaka ipi utoe na wapi upeleke. Bwana Yesu, nitakusemesha vitu kadhaa hapa. Ngoja nikusemeshe jambo la pili haraka hapa ili uweze kuelewa. Mungu anataka utazame anachotazama kwenye malezi ya mtoto. Mungu anataka utazame anachotazama kwenye malezi ya mtoto au kusudi lake, ili uone umuhimu wa imani unayounganisha unapotoa sadaka na uhusiano wake na msaada wa Mungu. Mungu anataka anachotazama kwenye malezi ya mtoto wake, kwenye malezi ya mtoto na kusudi lake, ili uone umuhimu wa imani unayounganisha unapotoa sadaka na uhusiano wake na msaada wa Mungu. Nataka udaka hiyo iweze kukusaidia. Mungu anataka utazame. Ukisoma vizuri kwenye kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 2, ule mstari wa 2, Biblia inasema wale mamajusi walipofika pale wakasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Ule mstari wa 11 anasema, wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Mariam na mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe vizuri hapa, wale mamajusi hawakuja kumuona mtoto. Ukisoma ule mstari pale anasema, yu wapi yeye aliyezaliwa mfalme? Yu wapi yeye aliyezaliwa mfalme? Maana yake ni kwamba Mungu alikuwa anamtazama Yesu kama mfalme, na mamajusi wakapewa kumtazama Yesu kama mfalme. Kwa nini? Mungu alitaka pia na Mariam na Yusufu wamtazame Yesu kama mfalme. Kwa nini? Mungu anataka utazame anachotazama kwenye malezi. Kwa nini? Mungu anataka utazame anachotazama kwenye malezi. Kwenye malezi wewe unatazama kitu gani? Unapomwangalia mtoto wako unatazama nini? Unaona nini? Wakati Mungu anatazama juu ya malezi ya Yesu, alikuwa anatazama juu ya kusudi la ufalme, juu ya kusudi lake ambalo ameliweka ndani ya mtoto. Kwa sababu usipoona Mungu anachokitazama, si rahisi sana ukaona umuhimu wa imani unayounganisha wakati unatoa sadaka na msaada wa malezi unaotakiwa kupata. Kwa nini? Kwa sababu ni sawasawa na mtu ambaye analinda benki, ukamwambia unalinda nini? Hawezi akakwambia kwamba analinda jengo. Unasema kwa nini? Okay, benki sio jengo la benki. Nataka uelewe hichi kitu. Benki sio jengo. Kwa hiyo mlinzi anayelinda jengo halindi
jengo la benki, hata kama amekaa kwenye mlango wa jengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema analinda kitu gani? Analinda kusudi la kuwepo kwa benki. Analinda kusudi la kuwepo kwa benki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa ile jengo pale, ile benki kuwepo pale, ikipotea na yeye anaondoka. Ndio maana lazima uelewe kabisa. Ndio maana Mungu anataka utazame anachotazama kwenye eneo la malezi. Sio wazazi wengi sana kwenye eneo la malezi wanatazama kama Mungu anavyotazama. Unasema kwa nini? Wazazi wengi sana kwenye eneo la malezi wanamtazama mtoto, hawatazami kusudi la Mungu alilobeba mtoto. Kwa hiyo ukisikia wanalalamikia malezi, wao shida yao sio kusudi la mtoto alilobeba, shida yao ni mtoto wao. Na Mungu atazami hivyo. Wakati Mariam na Yusufu wako pale nyumbani, walikuwa wanajitahidi kumlea vizuri ule mtoto na kumtunza vizuri. Wao walikuwa wanamwangalia mtoto. Mamajusi walipokuja walikuwa wanatazama mfalme. Walipokuwa wanakuja kutoa zile sadaka, walikuwa watoi kwa sababu ya mtoto, walikuwa wanatoa kwa ajili ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa. Usipoweza kutazama kama Mungu anavyotazama, anachokitazama kwenye eneo la malezi, sio rahisi sana ukaweza kuunganisha. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa kitu gani Mungu anatazama kwenye malezi. Mungu analinda kitu gani? Kwa sababu malezi ni ulinzi wa Mungu kimkakati kwenye kusudi la Mungu aliloweka ndani ya mtoto. Nataka udake hii. Malezi ni ulinzi kimkakati wa kusudi la Mungu aliloweka ndani ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia. Malezi ni ulinzi mkakati. Malezi ni ulinzi mkakati wa mtoto au wa kusudi la Mungu ndani ya mtu. Kwa hiyo unaposikia neno malezi, usilichukulie kama neno la kawaida. Malezi ni ulinzi wa kimkakati. Kwa hiyo unapotaka msaada kwa Mungu, maana yake unataka ulinzi wa kimkakati wa kimungu juu ya kusudi la Mungu aliloweka ndani ya mtoto. Unasema kwa nini? Mungu anapotazama ndani ya mtoto, anapokuja kumsaidia malezi ndani ya mtoto, yeye hatazami mtoto kwanza, anatazama kusudi lake aliloweka ndani ya mtoto. Ndilo linaloamua ulinzi na malezi anayopewa mtoto. Ndio maana Mariam na Yusufu, wakati mamajusi wanakuja, walikuja kumtazama mfalme, walikuja kutoa sadaka juu ya mfalme. Na cheki msaada wa kimalezi waliopata. Mungu alikuwa haachilii ule msaada kwa ajili ya mtoto aliyokuwa naye, alikuwa anaachilia ule msaada kwa ajili ya kile alichobeba mtoto. Haleluya. Rapa korasaka. Mimi nataka upate hii kitu, mtu wa Mungu. Hii ni siri ya ajabu sana unatakiwa kuelewa. Ni siri ya ajabu sana unatakiwa kuelewa hapa. Ndio maana usipojua Mungu anachokitazama kwenye eneo la malezi, sio rahisi sana ukashirikiana na Mungu kwenye eneo la malezi, na sio rahisi pia ukashirikiana na Mungu kwenye eneo la utoaji sadaka kwa ajili ya kupata msaada wa kimalezi. Ria sandara bakoria sakarabasha. Nataka uelewe kitu, mtu wa Mungu. Si rahisi sana. Usipotazama kama Mungu anachokitazama kwenye eneo la malezi, uweze ukashirikiana na Mungu kwenye eneo la utoaji sadaka. Kwa nini? Kwa sababu wewe utatoa sadaka kwa sababu unamtolea mtoto wako sadaka. Uweze ukatoa sadaka kwa ajili ya kusudi la Mungu alilobeba ndani ya mtoto. Unasema kwa nini? Kwa sababu kilichomfanya Mungu akakupa mtoto sio mtoto aliyekupa, ni kusudi lake aliloweka ndani yake. Kwa hiyo Mungu anatazama kusudi lake. Haleluya. Haleluya. Mungu na kufungue akili zako upate kuelewa na maandiko na kuelewa kitu Mungu anachokusemesha hapa. Karia sandara bakoria sakarabashaka. Karamandorobosiki. Resandara baka. Riandara bakoria sakarabashaka. Risandara bakaria sita. Riandara bakoria ndera makoria siki.
rinda makora rasakandarabashika risikindarabakora rimandarabako resikandarabashandarabakoria sakarabasita. Mungu amesikia kilio cha malezi mtoka mbinguni. Rapakora saka ripakoria mandorobosakarabasita. Ameamua kujibu, ameamua kujibu, ameamua kujibu, ameamua kujibu. Rapakora saka risanda rapakoria saka renda mandarabakoria sikindarabashita repakoria mandorobosikiria sandarabasita resanda rapakoria. Sikia familia, sikia Tanzania, repakoria sandarabasakorobosita. Usiangalie mtoto wako, angalia kusudi la Mungu alilobeba ndani ya rapakoria sandarabasita. Mungu ndicho anachotazama. Rekandarabasikiria sa rapakoria saka risandarabakoria sandarabasika. Sikia neno la Bwana. Kusudi la Mungu liloko ndani ya mtoto wako na liloko ndani yako lina thamani kubwa kuliko mtoto wako. Rapakoria satarabasika ripakoria sandarabakoria sakarabashita risandarabako. Nataka uelewe hichi kitu. Jesus, 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 Jesus. Ngoja niseme hapa jambo la tatu, jambo la tatu, jambo la tatu. Mungu naye anaangalia alichobeba Yesu au alichobeba mtoto wako kabla hajaagiza aina ya sadaka iliyotoka aliyotaka itolewe kwa ajili ya kusudi alilobeba. Mungu naye aliangalia alichobeba Yesu. Karia sakarabashakorobosi. Mungu naye aliangalia alichobeba Yesu kabla hajaagiza aina ya sadaka aliyotaka itolewe kwa ajili ya kusudi alilobeba Yesu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakasujudia. Karia sandarabako karia sandarabasika. Unasikia nguvu za Mungu zimenifunika hapa. Nao walipokwisha kufungua za hazina zao wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nataka uelewe vizuri hapa. Kabla Mungu hajaagiza ule utoaji wa sadaka wale mamajusi, Biblia inasema wakafungua hazina zao. Biblia inasema wakafungua hazina zao. Zile nilikuambia zile hazina, Biblia inaposema walifungua hazina zao, wakatoa dhahabu, uvumba na manemane, zile zilikuwa ni sadaka. Haikuwa tu ni kama zawadi za kawaida, lakini zilikuwa ni sadaka. Karia sandarabasika. Nataka uelewe hichi kitu. Nataka uelewe hichi kitu. Risa karabashaka. Zilikuwa ni sadaka. Zilikuwa ni sadaka. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 ule mstari wa 19, Biblia inasema wa 21, ule mstari wa 21, ila ukisoma kwa leo mstari wa 19 ni vizuri zaidi, lakini ule mstari wa 21 anasema hivi: kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako. Anapoongelea hazina, anaongelea habari ya sadaka. Kule juu anaendelea kusema kwamba usiweke hazina yako. Ngoja nikusomee ule kwanza ule mstari wa 19 itanoga. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, wevi huvunja na kuiba, bali jiwekee hazina mbinguni, kusikoharibika kitu, kwa nondo wala kwa kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako. Nataka udake lile neno, ndipo nataka uelewe lile neno. Nasema bali jiwekeeni hazina mbinguni. Risandarabako. Unasikia upako hapa. Nataka uelewe hichi kitu.
Biblia inasema walipoingia kule kwa Yesu, kwa mtoto alipozaliwa, wakafungua hazina zao. Nataka wakafungua hazina zao, wakatoa dhahabu, uvumba na manemane. Nakwambia zile zilikuwa ni sadaka. Sasa kabla Mungu hajaagiza, nani alimwambia wale mamajusi watoe uvumba na manemane na hizo sadaka walizotoa? Ni Mungu aliwaongoza. Ni Mungu aliwaongoza. Unasema aliwaongozea wapi? Aliwaongozea kupitia neno alilowasemesha, kwa sababu Mungu aliwasemesha. Aliwapanyisha nyota, akaweka ndani ya moyo wao wazo, akaweka neno juu ya aina ya sadaka ambazo anataka zitolewe kulingana na kile ambacho Mungu amewasemesha. Ndio maana nilikusemesha awali, kwa nini Mungu hakuwapa Mariam na Yusufu kutoa sadaka badala ya mamajusi? Ni kwa sababu mamajusi walipoa kujua kusudi, ndio maana walikuja kumuona mfalme. Na cheki sadaka walizobeba, hawakubeba sadaka za mtoto, walibeba sadaka kwa ajili ya mfalme aliyobeba mtoto. Kwa nini? Kwa sababu kabla Mungu hajaagiza utoaji sadaka, aliwasemesha juu ya kusudi alilobeba mtoto, aliwasemesha juu ya alichobeba mtoto. Karia sandaraba koria sakarabashi. Aliwasemesha, aliwajulisha kwanza alichobeba mtoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu kabla Mungu hajaangalia na hajaagiza sadaka itolewe, anaangalia kwanza kusudi lake. Kwa nini? Aliangalia alichobeba Yesu, ndipo akawaambia sadaka za kubeba. Sasa unaelewa vizuri sana mamajusi kwa nini walipewa Mungu ndo aliwapa kazi ya kutoa sadaka, sio Mariam na Yusufu. Ni kwa sababu wale walipewa kujua kitu Yesu alichobeba. Kwa nini? Ili ingekuwa ni rahisi sana kwa wao kuunganisha kile walichobeba karia sandaraba koria sika na sadaka. Unasema kwa nini? Nisikiliza vizuri sana. Mungu anaangalia Yesu alichobeba kabla hajaangalia utoaji wa sadaka. Kwa nini? Ndio maana alipowasemesha wale mamajusi, walipojua kitu Yesu alichobeba, ilikuwa ni rahisi sana kuwaunganishia na utoaji sadaka. Unasema kwa nini? Kwa sababu ile sadaka waliokuwa wanatoa ilitakiwa kuunganishwa na kusudi na ule msaada Mungu anauleta kupitia kusudi na kile Yesu alichobeba. Unasema kwa nini? Kwa sababu ule msaada hauji kwa ajili ya sadaka, unakuja kusaidia kusudi Yesu alilobeba. Hauji kumsaidia mtoto, unakuja kusaidia kusudi alilobeba. Unasema kwa nini? Na ndio maana ilikuwa ni muhimu sana wajue kusudi alilobeba, ili iwe rahisi sana kuitikia imani ya aina ya sadaka wanayotakiwa kutoa na maelekezo ya sadaka wanayotakiwa kutoa. Kwa nini? Kwa sababu ingekuwa ngumu sana wao kuelewa sadaka hii wanayotakiwa kutoa na kusudi la Mungu ambalo wanatakiwa Yesu amelibeba. Wasingeelewa kwa nini waliambiwa wapeleke uvumba, wasingeelewa kwa nini waliambiwa wapeleke dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikusemeshe angalau tafsiri iliyoko ndani, muunganiko ulioko kwa nini Mungu aliamua kuleta zile dhahabu na uvumba na manemane, ili uweze kuelewa kwa nini na wewe pia kuna sadaka Mungu anaweza kukuongoza kutoa, au kuna maelekezo Mungu anaweza kukupa ya kutoa sadaka, au kuna aina ya sadaka ambazo mtoto wako anaweza kuletewa na usijue, au kuna aina ya sadaka ambayo Mungu anakusukuma kutoa, ili na wewe uweze kuelewa muunganiko ulioko. Angalia, Mungu wakati anawaambia mtaleta, walipofungua zile hazina zao, wanatoa zile sadaka, wakatoa dhahabu, uvumba na manemane. Nakumbuka nilichokuambia, zile sadaka zinatolewa sio kwa ajili ya Mariam na Yusufu, ni kwa ajili ya Mungu kwanza, kabla haijawa kwa ajili ya Mariam na Yusufu. Nitakwambia maana yake nini. Ndio maana Mungu aliwapa kwanza watazame alichobeba, alafu ndo atoe. Unasema kwa nini? Kwa sababu upate muunganiko uliopo kati ya ile sadaka na msaada. Sasa cheki nitakusemesha pale. Ile dhahabu ilikuwa na maana yake, na ule uvumba ulikuwa na maana yake, na manemane ilikuwa na maana yake. Unasema maana yake nini? Dhahabu kazi yake, ile sadaka ilipokuwa inatolewa, Mungu kwa nini aliagiza itolewe dhahabu? Kwa nini asilete fedha? Kwa nini asilete madini mengine? Kwa nini asilete kitu kingine? Dhahabu ni ishara ya kingdom wealth. Utajiri wa kifalme ulikuwa unapimwa kupitia dhahabu, ulikuwa unatazamwa au ulikuwa unajulikana, unajulishwa kupitia dhahabu. Kwa hiyo ile dhahabu ilipokuwa inatolewa ulikuwa ni ishara ya kujulisha ya kwamba juu ya msaada wa kiuchumi wa kulea lile kusudi ambalo Mungu lile kusudi la Mungu liloko ndani yake. Unasema kwa nini? Sikia, ile dhahabu ilipokuwa inatolewa ilikuwa sio tu ni dhahabu ya kawaida, ilikuwa ni sadaka iliyobeba ujumbe ndani yake juu ya
uitikio wa msaada wa kiuchumi wa kulea kusudi la Mungu aliloweka ndani ya Yesu Kristo. Unasema kwa nini? Ili wapate msaada wa kiuchumi unaoendana na kusudi la Mungu aliloweka ndani ya Yesu. Nataka uelewe hichi kitu, mtu wa Mungu. Unasema hivi, ile dhahabu iliyotolewa, Biblia inasema toeni hazina zenu, msiweke hazina zenu duniani, ekeni hazina zenu mbinguni. Hao walipokuwa wanatoa hizo sadaka, walikuwa watoi tu kwa Mariam, lakini zilikuwa zinaenda moja kwa moja mbinguni, kujulisha kwamba juu ya msaada ambao Mungu anataka aachilie. Kwa nini? Hadhi ya msaada ilikuwa inatazamwa kupitia kile alichokitoa. Kwa nini? Dhahabu ilikuwa na hadhi ya kifalme, kiutajiri, ulikuwa ni ishara ya kiutajiri. Kwa nini? Ni utajiri ambao unakuja kwa ajili ya kulea kusudi la Mungu loko ndani yako. Unasema kwa nini? Ule utajiri ambao ulitakiwa uje kama msaada wa kimalezi ni utajiri wa kimsaada wa kimbingu wa ufalme wa Mungu ambao unatakiwa kuachilia ndani ya familia kwa ajili ya kusudi la Mungu alilobeba Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Ndio maana ni rahisi sana. Ujipima familia nyingi sana zikipata mtoto, sio familia nyingi sana zinapata msaada wa kiuchumi. Nyingi sana zikipata mtoto zinaweza zikajikuta wakati mwingine zinapita kwenye uchumi mgumu, zinapita wakati mgumu kiuchumi, na wajajua shida ni nini. Wanakosa hadi hela kumpeleka mtoto shule ambao Mungu alikusudia apate kumpeleka, ambao inaendana na kusudi Mungu alilomwekea. Wanakosa hadi hela ya kumpeleka mahali chuo ambacho Mungu amekusudia apate kupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kitu gani? Walipotoa ile dhahabu ni kwa ajili wapate msaada, kuunganisha na msaada wa kiuchumi wa kimbingu sawasawa na kusudi la Mungu alilolikusudia. Hujawahi kuelewa ni kwa nini mbinguni kuna dhahabu, hakuna madini mengine? Ile ni ishara juu ya utajiri wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Ili wapate msaada wa kiuchumi. Ushawahi kuona unapata mtoto alafu ni kama vile uchumi unayumba, mazingira yanayumba, unakosa hadi hela ya nepi. Lakini hao Mungu alipowaongoza kutoa sadaka, walikuwa wanaunganisha na msaada. Mungu alihitaji kuisaidia familia, awape ngazi ya utajiri. Walishe kufikiria ile mizunguko ya Yusufu ya kimalezi iligharimu shingapi? Watoke Misri, Bethlehem, waende Misri, watoke Misri, waende Nazareti. Ilikuwa inahitaji hela. Kule Nazareti walienda kuanzisha maisha mengine. Hela walitoa wapi? Kule Misri waliishi muda mrefu. Fikiria, mpaka Herode anakufa ilikuwa ni muda gani? Mpaka Herode anafariki ilikuwa ni muda gani? Inawezekana ilikuwa ni muda mrefu, lakini nataka nikwambie walipata msaada wa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikusaidia hapa, itakusaidia hii. Walipata msaada wa kiuchumi wa kuwasaidia. Msaada mwingine unaoona ni ile sadaka nyingine, unaona ni sadaka ya uvumba na manemane. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, ule Ufunuo sura ya 8 mstari wa 3, anasema, na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Nataka uone lile neno, anasema alichukua chetezo akapewa uvumba mwingi. Ule uvumba mwingi, anaposema uvumba mwingi maana yake ni mwingi, asema ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote wa madhabahu, wote juu ya madhabahu. Sasa sema vizuri, ngoja nikutazamishe juu ya kile kitu kingine anayotumia pale, ile kitu kingine anayosema pale, anaposema alichukua uvumba akachanganya na nini? Akachanganya na pamoja na maombi ya watakatifu. Sasa ngoja nikusemesha yale maombi ya watakatifu yanatajwaje kwenye kitabu cha Ufunuo. Anaposema juu ya kuchanganya uvumba na maombi ya watakatifu, ile manemane, Biblia inaposema manemane kwenye Biblia ya Kiingereza inasema frankincense au myrrh, maana yake manukato. Manukato.
Sasa ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8 anasema hivi, hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Unaona hiyo? Manukato yalikuwa ni maombi ya watakatifu. Kwa hiyo yale manukato aliyomletea Yesu yalikuwa ni ishara ya maombi. Ule uvumba ulikuwa ni ishara ya kile kinachochanganywa, ni sadaka inayochanganywa iambatanishwe na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndo maana lazima uelewe hichi kitu. Maana yake mamajusi walipoleta ile sadaka ya kwanza ni ili Yesu apate msaada wa kiutajiri kwa ajili ya malezi yake. Lakini huo msaada wa pili wa uvumba na manemane, ule ulikuwa ni msaada wa kimaombi. Ndio maana Biblia inaposema kwenye kile kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 3, Biblia inasema sura ya 8 mstari wa 3, malaika alipochukua kile chetezo cha dhahabu akachanganya ule uvumba, akachanganya na yale manukato, Biblia inasema ambao ni maombi ya watakatifu. Alipochanganya kwenye ule moto, akauchanganya kwenye ule moto wa madhabahu. Biblia inasema kile kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 4 anasema, na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Ukiendelea kusoma kwenye kile kitabu, Biblia inasema ule mstari wa 5 anasema, na huyo malaika akakitoa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu ambao ulikuwa umechanganyika na maombi, akatupa juu ya nchi. Kukawa radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Unasema kwa nini? Ule uvumba na manemano walipotoa, unasema sasa kwa nini mamajusi walitoa tofauti wakati unatuambia hapa kwenye kitabu cha Ufunuo ulichanganya? Sikia nikwambie, wale mamajusi walipotoa uvumba na manemane kwa Mariam, zile sadaka zilichukuliwa zikaenda mbinguni, zilikaenda kuchanganyiwa mbinguni. Unasema ule uvumba na manemane na ile manukato vilichanganyiwa wapi ili viwe maombi kwa ajili ya Yesu? Vilienda kuchanganyiwa mbinguni. Mbinguni walipopokea ile sadaka ya uvumba na ile sadaka ya manemane ambayo ni manukato, nimekwambia ile manukato ilikuwa ni ishara ya maombi, yalienda kule mpaka mbinguni. Zile sadaka zilipofika kule mbinguni zikachanganywa, zikawa ni zikachanganywa, yale maombi yakachanganywa, yalipochanganywa yakatupwa duniani. Unasema yanatupwa duniani nini? Ili mtoto apate msaada wa kimaombi. Hujawahi kuona mzazi unatembelewa nyumbani, watu wanakuja kumsalimia mtoto, hawajaleta hata vitu sana, hawajaleta hata mahitaji ya nepi, lakini wanasema acha tuombe. Unasema kwa nini? Unasema hiyo kitu, unasema kitu gani? Hiyo ni sadaka maombi kwa ajili ya hazina. Biblia inasema kwamba wekeni hazina yenu mbinguni. Kwa nini? Walikuwa wanamfungulia Yesu account kwa ajili ile dhahabu, walikuwa wanamfungulia account kwa ajili ya kumsaidia Yesu, malezi ya Yesu ya kifedha, walikuwa wanamfungulia account. Ndio maana Biblia inasema weka hazina mbinguni. Unasema kwa nini? Mamajusi walitoa sadaka, ilikuwa ni hazina ya wapi? Ya mbinguni. Yesu afunguliwa akaunti ya mbinguni. Unasema kwa nini? Wangemletea nepi zingechaka. Unapoletewa nepi sadaka ni tofauti na nepi ya kawaida. Unapoletewa zawadi ya Pampers sadaka ni tofauti ya sadaka. Unasema kwa nini? Pampers sadaka haitumiki tu kawaida, ile ni sadaka inayoenda kufungua akaunti mbinguni. Unasema kwa nini? Ili supply za mtoto za kimalezi zisikatike. Karapasanda ya rabakoria satarabakoria sita. Nimekusemesha hazina yako mbinguni. Mamajusi walikuwa wanamwekea Yesu hazina isikatike. Walikuwa wanajua atakuwa na safari ndefu sana, atatoka Misri ataenda Nazareti. Ni route ndefu sana, inahitaji constant supply ya mahitaji yake, na kwa hiyo akaamua kumfungulia account. Sikia, ile dhahabu sikia, mahitaji unaopewa wakati mtoto amezaliwa pale hospitali, pale nyumbani wa mama wanakutembelea, hayatoshi kumlea yule mtoto miaka yake yote. Lakini inapoachiliwa sadaka, Biblia inasema eka hazina yenu mbinguni, ambapo nondo na kutu haziharibu, haiharibiki. Mungu maana yake ukiweka hazina mbinguni, faida yake moja hapo haipotezi, haviperish. Faida yake ya pili, unapata constant supply. Unasema kutokea mbinguni.
Kwa hiyo hii akaunti ya pili aliyofunguliwa ya uvumba na manemane ilikuwa ni akaunti ya maombi, na zilipopokelewa, Biblia inasema malaika kule mbinguni, ulipokusomea pale kitabu cha Ufunuo, alichukua uvumba akachanganya na manukato, akachanganya kwenye moto wa madhabahu, akachanganya, afu Biblia inasema ukatoka moshi. Unasema ule moshi ulikuwa nini? Ni moshi wa mchanganyiko wa uvumba na manemane na maarufu ya manukato. Ili inukie nini? Ili inukie mbele za Bwana, ili inukie mbele za Bwana. Yesu anukie mbele za Bwana, iende harufu njema mbele za Bwana, iende harufu ya manukato. Ili isukume kitu gani? Mungu ajibu. Ndio maana Biblia inasema Habili alipotoa sadaka, Mungu akasikia harufu nzuri ya manukato. Unapotoa sadaka, Mungu anasikia harufu nzuri ya manukato na inamsukuma kufanya kitu. Anasema aliposikia harufu nzuri ya manukato, Mungu akajibu. Anaposikia harufu ya manukato, wewe na hakika anashuka moja kwa moja kwenye eneo la malezi, anashuka juu ya huyo mtoto, anashuka kwenye hilo kusudi, anashuka Karapasandarabakoria sandarabako resandarabakoria sandarabasira. Ninatamani upate hichi kitu na Mungu apate kukusaidia. Nataka niombe pamoja na wewe, nataka niombe pamoja na wewe. Hii ni akaunti nzuri sana, ni jambo zuri sana ambalo Mungu ametusemesha hapa. Nataka angalau nimshukuru Mungu. Funika macho yako nipate kuomba mahali ulipo. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye Mungu ametega sikio na kusikiliza, Mungu wangu, unaposema naye. Mungu wangu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai, nikikushukuru Mungu kwa ajili ya masiri hizi ambazo Mungu umetufunulia, ili Mungu tupate kusikia. Karapasanda renda mako ripo koria sanda rabakoria sanda rapa koria sanda rabasira. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya siri hizi ambazo umetufunulia. Mungu, umewaficha wenye hekima ukatufunulia sisi. Bwana, umewaficha wenye hekima ukawafunulia watoto wachanga. Ndivyo Bwana ilivyokupendeza. Nami ninakushukuru Mungu kwa ajili unaipenda Tanzania, unaipenda Tanzania, unawapenda watoto wako Bwana. Upendi kizazi kiangamia, upendi watoto waangamie. Resa kandaraba koria sandarabasira. Mkumbuke huyo mama hapo, mkumbuke huyo kijana hapo, mkumbuke huyo mtoto hapo. Bwana, inawezekana kabisa amepita eneo gumu la malezi Bwana, na yeye pia Mungu amepoteza moyo Mungu akusaidia wengine kwenye eneo la malezi. Mungu wangu, ninaomba kupitia somo hili akatiwe moyo Mungu wangu, akainuke tena Mungu kwa imani, akainuke Mungu kwa imani, akainuke Mungu kwa imani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamweka mikononi mwako, umlinde na kumtunza anapoenda kuachilia sadaka hii. Mungu kamuongoze, ninaomba upako uwe pamoja na, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai. Sifa na utukufu na shukrani ninakurudishia wewe Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai. Na wewe uliye na pumzi hapo, sema amen. Mungu wangu akubariki sana, na Mungu wangu akutunze mpaka tutakapokutana tena mahali pengine. Amen.